Nini? Sasa mke wangu anakuwa vita tena jamani. Lakini mke wangu, mbona unifanya hivi? Yaani haki yangu naipata kwa shida sana yani. Kila siku ninaomba kama vile yani mimi omba. Hebu nisikilize. Wewe niache. Kwani una shida gani wewe? Una shida gani wewe? Nisikilize. Sina hisia, sijisikii chochote. Uwezi kulala kwa kitanda, shuka pale chini. Lakini shuka chini. Sija sana mke. Alafu mimi ni mmeo, alafu mimi naisi dada yake. Yaani kuna muda mimi natamani yani, kuna muda mimi nakuwa na mimi namisi mke wangu. Hivyo tunasikia mimi na dada. Utajua mwenyewe. Kwa nini? Ndo ana. Nataka nilale kusumbua. Tuna ukome. Hii hali sitaki kuivumilia. Inawezekana niishi kwenye ndoa kama niishi na mwanamke ambaye nimekuta tu mtaani. Haitaishi hapa. Lazima niongee na mshenga. Mangu. Mbona umeanza kulala ndani unakuja kulala huko? Nimekaa hapa mpongo upepo kwanza. Kwanza situation nje inaniuma sana. Niambie. Fresh. Fresh ndio nini? Maziwa? Mimi sijajia hayo bana. Umejia nini? Kuna kitu nataka nikwambie. Umeanza. Sasa si ndo nisikilize kwanza. Mimi kesho nataka niende kwa mama. Hivi una kiti mama? Kila ukicha kwa mama, kwa mama, kwa mama, kwa mama. Wewe kwa mama una nini wewe? Ushaanza mambo yako ya ovyo? Mamangu anaumwa. Nataka niende nikamwangalie mama. Kwani ukiongea naye kwenye simu haitoshi? Mimi siwezi nikaongea naye kwenye simu. Nikienda kule mama kuna kazi za kumsaidia. Sasa hizi kufanya. Nani atafanya sasa? Hivi mama yako wakati anakuozesha alitegemea hizo kazi nyingine afanywe na nani? Unajielewa wewe? Hebu niache kuuziwa hapa. Kutoka hapa, ndio kaza kuna.
Za hapa mzee wangu. Safi, sijui za kwako. Kwangu kwa kweli sio salama. Na hii kwa sababu kuna changamoto kubwa sana ambayo inanitokea kwa sasa nyumbani. Sawa. Nadhani unafahamu ndoa yangu ile. Naifahamu vizuri sana na mimi ndio nilikuwa mshenga. Na ndio kwa dereva safari ya ndoa yangu. Kikweli mzee wangu kuna changamoto kubwa sana naipitia mimi kama kijana. Au kama mwanaume. Sawa. Unajua sisi tunavooa wanaume lengo kujenga familia. Sawa, hilo ndio jambo la msingi. Lakini kwangu imekuwa tofauti sana. Kwa sababu mke wangu toka ni mwezi sasa tuna miezi 6. Sawa. Lakini ameweza kuinimikia ndoa yake ndani ya siku 7 tu. Lakini mpaka leo nimeshindwa kuipata haki yangu ninavyokuambia. Sawa. Sasa mimi nikaona si vema kutumia nguvu nyingi hali ya kuwa yupo mshenga wangu ambaye anaweza kunisaidia. Sawa. Nikaona ile jambo nilete kwako ili ujue jinsi gani ya kunisaidia. Naam. Usikula kwani kipindi cha kampeni hichi? Mimi sijasema kampeni hapa. Mimi njaa inaniuma. Si mke wangu. Wewe mwanamke mzima kweli unakuja unanililia mimi njaa. Kwa mimi ndo nikakupikia jikoni, si ndio? Sasa hiyo hela matumizi ulinigeia au? Kwa nini ulikuwa jana imeisha? Sasa mimi ningekufuata hapa. Kama ile ya jana ulimaliza mimi leo sina hela. Sawa. Sasa la msingi mimi ninachokuomba twende nyumbani kwa huyo. Nyumbani kwako wapi? Ni pale pale tu. Pale pale. Sisi jama paka leo. Jahama. Sasa ingebidi la msingi la kufanya twende kwako, twende tukamuone huyo mkeo ili tukae wote kwa pamoja tuweze kuyazungumza, tuyajenge ili tukae vizuri. Sawa, hilo mzee wangu mimi ndio kwa lengo langu kwa sababu nimeona kama nitatumia nguvu itakuwa sifa na busara. Sawa. Na hili tatizo linapotokea bwana nifuate mshenga wangu ili jinsi gani kunisaidia. Sawa. Kwa hiyo lengo langu kuu ni hilo, ndio bwana nikaja kwako. Sawa. Na tusicheleweshe huo muda. Tunaenda tukaenda nyumbani. Sawa. Mimi niko tayari kweli. Leo sina hela kabisa. Ametoa mkeka hapa muda wote mimi nasikilizia mechi moja shaniangusha tayari. Yaani unachojua kubeti tu. Ndio kazi inaoneka mjini. Mimi nimechoka bwana. Wewe utanichanganya. Mungu anaondoke zangu kwanza nikaangalia masuala yangu ya mpira kwanza. Bana, mumeo kaja kuleta malalamiko kwa mshenga. Mimi ndio mshenga wa ndoa yenu. Amekuja kwangu kuleta malalamiko yake kuhusu maisha mnaishi kati ya wewe na yeye. Yeye hajaridhika. Unamnyima haki yake ya msingi. Kweli si kweli? Si kweli. Kweli uko vipi? Lilikuwa ni swala dogo tu na ni swala la kuelewana kati ya kwangu na ya kwake. Yaani ni kutokuelewana. Lakini haya bwana, umemsikia hayo aliyozungumza mkeo? Mimi nimemsikia mzee wangu. Umesikia somo mkali? Mimi leo nataka nikupe kama zawadi. Maana naona umempigia simu wewe umesijala. Sijui mimi niletea hata viazi. Viazi hata viazi vikavu vinakufanyaje? Uzuri ule uko naona kula viazi vikavu kweli? Uacha zako. Mimi hata nikupe hii hapa. Umeona 5,000? Nataka nikupe. Pale chips kuku sawa. Mimi sina ziki ndogo ndogo. Afu kwako niseme chochote. Sababu napenda. Mbona kati nyonge basi? Mshika. Mbona nyonge? Umechofanya nini sasa? Umefanya kazi gani? Mimi nadhani sina tofauti kama nilivyozungumza awali, mzee wangu. Mimi mke wangu nampenda sana. Na angekuwa mwanamume mwingine kwa hizo changamoto ambazo zinazipitia, basi alikuwa tayari ameshamchiti.
lakini mimi nimeonyesha wanaume wangu na sikutaka kuleta tofauti yote. Ndio maana niliona amenizidi, nikafuata wewe mzee wangu ili uweze kunisaidia hili jambo. Mimi mke wangu sasa hivi tuna miezi 6, lakini ameweza kutumikia ndoa yake ndani ya siku 7 tu, na hizo siku zingine zote mbili ambazo naweza kwambia nilipata mimi haki yangu kwa mbinde sana. Yeye ninavyokuambia hapa na mikwaruzo shingoni. Sasa hii haya ni mapenzi gani tena, nakuwa kama ni vita ndani? Bibie, umemsikia mumeo kuhusu malalamiko yake? Mimi nimekusikia vizuri. Na sikufikiria hili swala kama litakuwa kubwa kiasi hicho. Yaani mpaka kufikia hatua ya kuja huko kwako wewe. Lakini nakuahidi mzee wangu, mimi nitalifanyia kazi. Litaisha. Sawa. Kwa sababu haki yake ya ndoa ni jambo la msingi. Wewe unafuata nini hapo? Kwa nini si njia? Sasa njia usimame, si upite. Nimekaa muda sana pale na angalia hapo mnavyotongozana. Unawaika kama tunatongozana? Yaani mpaka umempa hela mwanamke wako. Si ndio? Mimi nimekwambia njaa inaniuma. Mkeka umechanika, sijui sina hela, kakope dukani. Wewe mwanaume, jiangalie, si umenielewa eh? Unajua nimempatia pesa kwa nini? Wewe umpatie pesa udemu wako. Nani mtoto mdogo sielewi au? Au kinachoendelea hapa nadhani mimi sijui. Hivi wewe unaongea sana. Nataka niongee kidogo au? Alafu unamkosea mdada watu, sio malaya wewe. Malaya, mbona kaka na mume wa mtu? Wewe dada dishikilie, mimi malaya. Wewe malaya tembea na mume wa mtu. Sura mbaya. Na uko kutembea na mume za watu. Muone sura yake mbaya na hela yako inachemka. Na ukipita hapo. Umesikia? Bibie kakili kweli amefanya makosa, amekuomba radhi. Kwa maana hiyo mambo mengine yote atakwenda kama kawaida na haki yako utapata kama kawaida. Unaona? Mtaishi kama kawaida. Anakuomba radhi. Unasemaje wewe? Mimi mzee wangu sina shida. Mimi nadhani nimemsamehe mke wangu kabla hajakosea. Kwa sababu najua kuna binadamu mkamilifu. Na kama yeye mwenyewe ameahidi hivyo, basi ni jambo zuri. Hata mimi pia nitafurahi. Kikweli wewe unajua sisi ni miongoni mwa vijana ambao tunakula kwa jasho. Na tunapotoka kuhangaika nyumbani huko majumbani kwa watu, basi turudi nyumbani tupate haki zetu. Sawa. Kwa hiyo mimi mke wangu nimemsamehe sana. Sawa. Ndani atatekeleza. Ameshaahidi. Basi asante sana mzee wangu. Haya sana. Karibu sana. Haya sana. Karibu. Leo umechukua ngapi mwanangu? Kazi ya leo mwanangu. Umekuwa kichizi ya rafiki yako. Hebu cheki watu wanaingia. Chuzi. Wewe mwanangu atumie wewe. Vipi askari yangu? Weza gaizi utumie au vipi? Huyo yupo kwenye mazingira hayo mwanangu. Bila sema tu mshikaji wangu ndo ambao timba naye kwenye mazingira. Wewe mwanangu kivipi babu, kila siku ndo unakutana naye maskani afu zaga atumia sija ka spy mwanangu, uje sisi turuka naye tuelede kwa mwisho. Mimi nakwambia kabisa ukweli. Mwa kaka ustazati hapa mimi sielewi, mimi taruka naye. Sawa, nisikilize basi blaza. Vipi? Unajua vitu hivi kila mtu na akili yake na moyo wake au vipi? Kama moyo wako shapenda wewe tumia. Kama sipendi kutumia wewe niache hivyo na maisha yangu au vipi? Wewe mwanangu ndo unakanyaga katika imani hata afu ndo unakuta mwenetu au vipi? Huko utumie huko usije. Chakala wauni mwanangu utaumia. Sikupiche mwanangu. Kama ndo spy mwanangu asinye taruka naye. Au ndo nianze. Babu wewe sikiliza kwanza sababu. Au si mwanangu achana naye mwanangu. Nini tena ndugu yangu hayo? Wewe mshikaji atumie basi ndio hivyo tena mwanangu. Kwa nini ufike mbali tuga? Hebu kamata kwanza. Wengine wanakuwa kama spy babu. Wewe atembea nao kumbe mwanangu spy. Achana naye mwanangu. Mimi unamfahamu mshikaji wangu sana wewe. Bali mwanangu sio mbaya. Sawa.